Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zipo zamani nilifurahi, nikapoteza wangu wazazi, moyo wangu hauwezi bila wewe. Moyo wako una huzuni, hali yako sintojali, nipo tayari tujenge mimi nawe. Nimekupenda sana, moyo wangu umekuzimia na kamwe sitokutenga. Nimekupenda sana, moyo wangu umekuzimia na kamwe sitokutenga. Moja furaha yetu ya siku ya leo, nataka niambie kitu kimoja. Hivi kweli kama tulivyoimba, ni kweli hautanitenga kweli? Usisahau kwamba mimi na wewe tulianza kuwa pamoja ningali na miaka 6 na mpaka sasa tungali pamoja. Kwa hiyo nakuahidi mimi na wewe hakuna kutengana. Unajua ahadi ilivyo na uzito mbele ya Mwenyezi Mungu na kweli. Basi mimi pia unalijua ya kwamba wewe kwangu ni kama Zulekha kwa Nabii Yusuf. Nami nakuahidi kwa shida na raha, kwa hali na mali, utakuwa na wewe na kamwe sitokutenga. Mashaallah. Nimekupenda sana, moyo wangu umekuzimia na kamwe sitokutenga. Sawa, hamna shida. Nimeshaelewa. Nimetaka tu kujua zile toni mbili za mchele. Ndio zile ndio nilikuwa sielewi vizuri. Hayo vingine nimeelewa, hamna shida. Sasa mwenyewe endeleeni kazi. Ni watu gani wale wa mashamba yako? Mbona alienda kamoja kakorofi sana. Naam. Yule kijana kanasimamia ile hali mashamba ni mkorofi sana. Sasa wakati mwingine kuna mahesabu ambayo ananipatia ambayo siyaelewi. Na kadhalika. Sasa yeye anataka anipatie maelezo ya kutosha, lakini yeye mkorofi bala. Mwambie kwanza. Mama Ali anaambie Ali anaendelea vipi binti yangu, hasa kwenye madrasa huko. Unazungumzia kuhusu Ali? Anaendelea. Ali wako kwa kweli alhamdulillah. Hivi amefika juzu la 20. Mashaallah. Mtoto anasoma vizuri mashaallah. Alafu sasa ninachokipenda jinsi kila siku anafanya muraja. Mashaallah. Ni kitu kizuri mashaallah. Mungu atujalie haifathi msafu wote, itakuwa ni bora zaidi. Mimi kama nilishamwawekana nilivyomwahidi, akimaliza msahafu aikamilisha kuhifadhi msahafu mzima. Na ile nyumba iko Charama. Naam. Ile zawadi yake. Itakuwa zawadi yake? Zawadi yake. Anamnunulia gari akihifadhi. Inshallah kwa kweli. Dada, samaki za leo dada. Mashaallah, tabarakallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hakika wewe kwa kupika la kwanza kabisa. Najitahidi polepole, sikosi vyote. Inshallah. Na furahi kusikia umependa ndio. Nimependa sana. Basi wewe tena unajua ndio hivi. Dada, kuna kitu leo kuna kitu nataka kuambia. Naomba nikuwekee wazi kwa siku ya leo. Usinielewe vibaya dada yangu, lakini namkumbuka wale hali ambayo tulikuwa tukuja hapa tunacheza hata tungali wadogo. Kwa kuchokoza hivyo hali keupe.
Nifanyaje? Yaani kiufupi ni kwamba mimi na Alia toka huyo wakati hadi sasa tulikuwa tunapendana na hivi bado tunapendana, tupo pamoja. Subhanallah. Na yeye kabisa. Mimi nimepambana nimeshindwa kuhifadhi. So unajua wewe ufuna kimbilia kuolewa. Nimeshindwa kwa kweli. Sasa ndio hivyo. Lakini hiyo haiwezi kukuzuia kuendelea hata ukiolewa ukitaka kuhifadhi hifadhi, kichwa tu hakikukubali. Kichwa kinasema mambo mengi sana. Qur'ani inataka kama yake usichangi mada ya mambo tofauti. Yaani ufocus kabisa kwenye kuhifadhi tu. Lakini pamoja na yote 9, 10 endelea kufuatilia mtoto kwa makini. Sasa huko madrasa. Huko madrasa huko. Fuatilia kwa makini. Salama, yuko salama. Mnapendana kama bwana, mimi nilikuwa naita mapacha maana mnafanana majina. Nielewesha hayo mapenzi kwanza, mnapendana ndio hivyo tu, tunapendana madrasa. Sinaja tena. Nimekuta ni binti mzuri kwanza, mwenye dini, tabia nzuri. Katokea tukumpenda hivyo. Utofauti kwenye huko tu nje, Yesu unajua tena. Ana maisha ya kitajiri, ya kifahari, penye anaishi, wazazi wake wote watajiri. Sisi ndio hatuna uwezo. Sasa huzuni yangu ni kwamba sijui ndawezaje kuwa naye wakati mimi sina kitu. Nitamtunzaje? Kwa kweli ni mtihani. Ni mtihani mkubwa kabisa, lakini kwanza kabla hata nisisemi kama ni kitu kibaya, hapana. Mwenyezi Mungu ndo anaweka mapenzi katika vifua vya waumini. Na kwa kweli kwa fahamu kama ni binti nzuri, mashallah, ana tabia njema, najua kama na yeye anapambana kuhifadhi Qur'ani. Kitu chochote nataka kukwambia, tukiangalia hali gisi ilivyo, kama ulivyosema, hali yetu sisi ni ya chini sana. Maana familia yake yote nafikiri mji mzima na wafahamu, familia mzee Adnani. Sasa sijui unaweza kupambana aje na ile penzi, wala unaweza kufanya nini. Lakini kama kweli mapenzi yenu ni ya dhati na huyo binti anakupenda kama unavyosema wewe unampenda, wenda Mwenyezi Mungu anaweza kuleta heri ndani yake. Sijui kwa kweli, maana uwezo wetu ndio unaujua. Tukipata kaka samaki alhamdulillah, tukikakosa alhamdulillah. Yeye sijui kama anashinda na kula afuku. Yuko tayari kweli kuja kula kwa samaki kali moja? Sijui. Mimi kitu najua kabisa ni kama tunapendana kweli, mapenzi ya dhati. Na Asha ananiambia, anajua kuhusu hali yangu. Anajua vizuri sana, ameniambia yuko tayari kuwa na mimi. Yaani yuko tayari kujenga na mimi. Chenahofia ni wazazi wake huko. Babake atanichukulia aje, mamake atanichukulia aje. Ndio hofu yangu. Mimi nasema tuendelee kwa maana nitakusaidia katika dua kama mkubwa wako, naona ni kitu chenye unapenda kiwe kinaweza kukupa furaha. Sina budi zaidi ya kukusaidia kwenye dua, na wewe zidi kuweka jitihada, zidi kupambana na mimi chenye nitaweza kuwasaidia nitawasaidia inshallah. Unaona kale kabinti ketu kamekaa kama kaliua. Kabinti kamoja. Sasa lazima watu ndio hivyo tena. Ndio maana nakwambia kwa Swahili mtoto mmoja sio mtoto, yani wasiwasi nyingi kwa sababu ndio ambaye tumeruzukiwa. Wasiwasi mimi nao kwa kweli. Endelea kumfuatilia binti yetu. Hakikisha yuko salama huko madrasa. Hata wale walimu wengine wa madrasa pamoja na kwa poko wenye wanaojiheshimu. Lakini wengine walimu na wenyewe tena ndio huko. Kwa hiyo unatakana kuwa makini sana. Wala ile madrasa unaona kuna sehemu ya wanaume, kuna sehemu ya wanawake. Sasa ile wanaume wanawake ile. Inataka na mushkilati. Ni kweli. Niko najifikiria hata kama jisigari naweza nikamtoa kule mimi, nikampeleka kwa ile masomo ya Jati Habiba yani. Akasome yale masomo ya kulala huko boarding school kule, kanyosha. Akasomee kule safi, angalau ni wanawake pekee. Lakini mambo ya baina mimi huwa anakuwa ananipa mashaka sana. Ananipa mashaka kabisa. Acha hofu. Mambo yote yatakuwa sawa. Inshallah, Mungu okay khair inshallah. Inshallah.
Karibu sana kijana wangu. Asante sana. Karibu. Vipi kazi inaendeleaje? Wala alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, ijapokuwa unaona ndio hivyo tena, wateja kiasi yani kidogo tunamshukuru Mungu ala kulli. Mashaallah. Ndio. Sasa ndugu yangu, leo nimekuja nikutembelee, lakini nilikuwa na tatizo kidogo. Tatizo gani tena hilo? Unajua mimi na wewe tumesoma pamoja, umemaliza kabla yangu, ushahifadhi msafu alhamdulillah. Ndio. Na sasa umepata kazi, unachuuza, napata angalau. Ndio. La mimi ningali nasoma na ningali napambana. Ndio. Ningali natafuta kazi ila bado sijajaliwa. Sasa tatizo yangu ni hivi. Namkumbuka yule Alia. Yule binti ambaye mlikuwa mnashirikiana naye mkitoka madrasa mko pamoja. Huyo. Ndio Alia, ndio namkumbuka ndio. Huyo. Yaani kwamba hadi hivi tupo pamoja, tungali tunapendana sana. Mashaallah, mimi kwanza nikupongeze kijana. Yaani hadi hivi tupo pamoja kabisa. Ndio. Sasa tatizo nini hasa? Shida niliko sasa. Sasa tushakuwa wakubwa, tumependana toka tungali wadogo na sasa ndio tushakuwa. Ndio. Na kama unavyoona mimi sina uwezo, sina kitu. Mimi ni yatima na baki na dada yangu. Dada yangu ndio kila kitu. Ndio mama yangu, ndio baba yangu, kila kitu. Ndio. Sasa nilikuwa naomba, unaona wewe una kazi hapa. Kwa naomba angalau nisaidie hata mimi nitafutie kazi natumika. Nipate angalau kumpelekea dada yangu na nione kama ndaweza kukusanya hata angalau ya mahari. Ndio. Unajua kweli Bwana Ali, mimi niseme ya kwamba umefikiria jambo lizuri sana na umelifikiria wakati mwafaka ambao linahitajika. Sawa? Mimi kwanza nikwambia kitu kimoja. Kwa muda ambao umekaa na Ali mkiwa pamoja mpaka sasa ni jambo la kushangaza sana. Umeona? Lakini kama ni riski ambayo Mungu amekuandalia, mimi nakwambia tu ukweli, mtaishi pamoja. Inshallah. Na kitu kingine, hicho kitu kuhusu kazi, mimi nawaza hapo hamna pingamizi lolote wala hamna kiziwizi. Jisikie uhuru kabisa. Mimi tu kwa sababu nilikuwa natafuta mtu ambaye atakuwa ananisaidia, kwa sababu unajua kuna kwenda kurangua, inabidi ufunge duka, unaona, kuna kwenda kuchukua mizigo na nini, unakutana muda mwingi duka limefungwa. Lakini kama nikipata msaidizi hapa inakuwa ni bora zaidi, unaona. Sasa mimi bila kuchelewa, kiukweli hapa nafasi umeipata, usiwi na hofu kabisa. Wewe ni ndugu yangu, ninakuamini, wewe ni mwaminifu, ninakuja tumesoma pamoja, kwa hiyo wewe usiwi na hofu, sina shaka na wewe. Kwa hiyo jisikie huru, hapa kazi umepata, utatumika na hicho kidogo tutakichangia, kikubwa utapata, tutafurahia sote kwa pamoja. Sawa kijana wangu? Nashukuru sana. Usiwe na wasi, usilie kabisa, usilie. Futa machozi ndugu watakulia, mvua ya mitihani itakwisha, vumilia. Futa subra yatakwisha, futa subra utalipwa. Vipi huyu Ali yuko? Ali yuko chumbani kwake anasoma Qur'an. Chiki kidogo. Nimwite. Mara moja. Alia! Na habari maalum. Na hizo ndevu za. Alia! Hebu njoo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Barakaatu baba yako huyo anakuja. Oho. Vipi Ali? Habari zingine? Namuona mtoto huyu. Kila nikimuona huyu mama yangu mtupu. Yaani umejali hapa, umemzaa kabisa moja kwa moja. Ndio maana nikaona sasa nimpe jina la mama yangu mimi. Mashaallah. Ndio maana uli jicho langu. Lazima tu makini sana. Sasa binti yangu mzuri, nina habari nzuri ambayo nataka nikufahamishe. Na hili mama yako alisikia. Alhamdulillah, binti yangu kasoma madrasa, ipo vizuri. Mashaallah, alhamdulillah. Tumemlea vizuri. Mashaallah. Hana uhuni, ana ufuska. Sikia vizuri. 12 mtoto anakuwa yuko ndani. Kama kawaida.
Nashukuru Mungu. Si kama watu wengine kwa shahunika huko, mtoto anaenda mitaa mpaka 6 7 iko nje. Ni wewe 12 hapa. Sasa mimi bwana na rafiki yangu, lakini ameshafariki, lakini mzee Abbas. Sasa kamwacha kijana wake bwana nani huyu bwana Zahir. Sasa kisha nisumbua sana. Mzee bana, unajua ilikuwa rafiki ya baba yangu na kadhalika na nini. Bwana mzee, mimi nataka niangalie kama naweza kupata jiko, nikapata mke, naona maisha na nini, kuna Dubai mawapi biashara na nini, lazima niwe na mtu ambaye kidogo kama kawaida atakayenituliza na nini. Sasa nikasema nikajifikiria, nikasema bila shaka maadama mimi namjua baba yake, tulikuwa vizuri, mzee safi, mzee mwenye maadili, tajiri mwenye fedha zake, alafu kacha unani withi wote kwa kijana wake. Kijana wake ni umoja. Kama kesi na sisi hapa na sisi ni umoja. Mashaallah. Sasa ni kwamba mimi nimemkubalia. Kabla hujamuuliza hali ya, lakini baba aliana wewe. Kubalia kwamba sina wasiwasi, ajiandae. Na sio kama aanze mikakati. Binti yetu naona ameshakangalau sisi. Unajua mimi sitaki tuharibikiwe. Kwa hiyo Mama Alia, kana binti yako umweke sawa, mwekane sawa kila kitu na nini. Mimi nishaambia kijana andae wazee wake siku za usoni, wata barua. Maana yake tayari wewe umeshaweka tiki. Mimi sina shaka. Unajua mambo mazuri sio kawiza. Sasa huyo kijana unamchunguza wangu. Kijana yuko vizuri, ana maisha yake safi kabisa. Vijana wataenda kusema ambao hata chakula inakuwa ni shida. Sitaki mimi vijana wataona kuja hapa mimi asubuhi papa chakula kuna chai. Shenzi, mimi nataka uende sehemu ambapo safi. Asubuhi unapata chakula, saa 6 chakula, usiku msosi safi. Sio mje kunisumbua mimi baadaye hapa. Haya, mimi naeleza msikitini. Binti yako huko kila la khair. Ali. Umemsikia baba yako mama? Nimemsikia, lakini na mchumba wangu. Una mchumba? Mbona mimi simjua, hujanifahamisha? Niko na mchumba wangu ambaye tuliaidiana kama tawana. Tulipendanaga tangia tungali madrasa mpaka hivi miaka 6. Tungali miaka 6 tukapata mahusiano, tunapendana, tunaidiana kama tutakuwa wote. Nilikuwa sitakwambia kwa sababu alikuwa bado hajakuwa na uwezo wa kufika hapa nyumbani, lakini kijana mzuri, ameshahifadhi Qur'an nzima. Kwa hiyo habari za dada analeta sijazifurahia hata kidogo. Sasa mwanangu, baba yako ndio keshatia maamuzi na hiyo. Na unamjua binti yangu, unamjua baba yako? Namjua, lakini mama wewe ndio kunisaidia. Mwenyezi Mungu. Wewe kijana anaitwa nani? Anaitwa Ali. Sasa mwanangu, mimi na wewe tunaongeaga vitu vingi. Kwa nini uko hujaniambia kama una mtu ambaye unampenda? Basi ningelijua basi hata nipite njia gani. Kwa sababu kijana mwenyewe hawana uwezo, nikaogopa. Nikafikiria kwamba mtampokea. Ana wazazi huyu kijana? Hapana, yuko na dada yake. Ni yatima? Ndio. Huyu mume wangu mimi, ya subhanallah, huyu baba yako ataitika kijana yatima maskini? Alishakwambia mtoto rafiki yake ni tajiri? Alia wangu sijui, lakini hakuna kinachomshinda Mwenyezi Mungu. Ninachokunasihi kama mzazi wako, labda omba dua, maana Mwenyezi Mungu ana uwezo hata kubadili makadara. Kwa njia nyingine sioni. Labda tangekuwa ni kijana mwingine mwenye kujua. Nenda nimwambie nataka kuliona maskini yatima. Mwanangu, kaswali, sababu mimi ninachokiamini kwa Mwenyezi Mungu kuna njia mwanangu. Anza kuswali usiku, umulilie Mwenyezi Mungu, labda atabadilisha hii hali. Lakini kwa baba yako na msimamo ninaoona, Mungu mwenyewe. Ndete maji ya kunywa mwanangu. Sikia, tumeelewana? Ala asifanye asije mtu kuja kuharibu mpango.
Kijana anakuja. Muda si mrefu kijana anaingia. Adia. Hey. Tabasamu lako tu ndio ile ninataka. Sio nikunje siku. Aha. Atakuwa ni yeye kijana. Haraka. Salamu alaykum. Mbona kama unaona shida ni? Hata umkaribishi mume wako mtarajiwa. Moyo wangu hauwezi bila wewe. Basi. Wala usiniache kwa hii mtihani, nikumbuke nami kwani sijiwezi. Karibu sana. Waalaikum salam. Karibu kijana. Karibu sana. Karibu. Habari za safari? Salama. Habari zingine? Salama. Za shughuli? Mshukuru. Kwema huko? Alhamdulillah. Mashaallah. Uko salama nyumbani huko? Alhamdulillah. Mashaallah. Karibu. Shukrani. Amali amemuona kijana mwenyewe ndo Zahiri huyu. Mashaallah. Mtanashati unaona anapiga nani mawani meusi, koti leusi, ndani leusi, begi leusi, sandali nyeusi. Unajua mazuri yanaonekana kwanza hata kwenye mavazi ya mtu. Sio kuvaa ovyo ovyo, unataka mtu kavaa kofia ya njano, kanzu ya blue, wapi na wapi. Sio kama sisi hapa hata kama tumezeeka tunajua utaratibu wa kuvaa. Kofia inaambatana moja kwa moja. Hiyo style nimeipenda kweli. Mama Adia, umemwona kijana mwenyewe? Ndio mchuma mwenyewe. Anaitwa Zahiri. Hata jina unasikia si jina la nchi hii hapana. Mama. Kijana wetu kwanza tukuletee nini? Soda, maziwa nini? Mimi nikuja nishakula ni sawa. Unajua nyumbani kwa hata maji jamani. Hata maji ni sawa. Maji Ali akalete maji ya kunywa. Sawa kabisa. Kwa hiyo hapa ndio nyumbani, karibu sana. Wewe jisikie kuhuru, nasikia muda wote ule. Wewe njoo. Hapa nyumbani kabisa. Hata mimi natamani siku moja mkuja kutembelea kwetu. Pale Kigobe muweze kuona nyumbani na sisi ni wapi. Ni kweli, fikra nzuri. Utapanga na mama yako siku moja tutakuja kabisa. Inshallah tutakuja. Najua nasikia kwa mzee basi hapa fahamu. Hapa juu. Jambo nzuri sana. Hata nilikuwa nafikiria hilo, yani umesoma ubongo wangu kabisa. Kijana wewe unafanya kazi gani? Mfanya biashara huyu. Mfanya biashara kabisa. Mfanya biashara mahiri sana. Alafu biashara zake safi. Anaosha hivi magari, vyuma vya magari. Unasikia huko bwana. Unaona Buyenzi hii kuanzia barabara ya 3 mpaka ya 5 hapa. Hizi duka zote zake. Buiza pale na duka likubwa sana pale. Ndio, na pia huwa nasafiri sana maana niko na vingine viwanja huko UAE, ambaye ni Dubai, Ajman, Sharjah, huko pote. Mashaallah. Nasikia. Wewe ndio ulikuwa unahamia kwenda Dubai. Nasikia kijana? Muda wote au vipi? Mwambie. Muda wote kabisa. Hata kesho ukitaka. Sema hiyo itakuwa zawadi baada ya harusi, tuende familia yote huko tukae hata wiki mbili. Inshallah khairi. Kwa hiyo mzee, bila kupoteza muda. Naam. Pana zawadi ambayo nimekuletea. Ndio tunaanza mazawadi. Mashaallah. Mashaallah. Sijui niandike kwa nani, kwako au binti? Andika Adnan Sultan. Mimi mwenyewe Sheikh. Unauliza tena maswali bwana. Unauliza ndefu kwa Usama.
Mimi mwenyewe hajui hapa nyumbani, hajui barabara gani, hajui benki ziko wapi. Utamwandika wewe wapi na wapi? Sasa mama yake huwezi kumwandika kwa sababu yeye hajui hata sehemu za benki. Unajua sehemu ya biashara. Na tuza biashara anipatia pesa napeleka benki. Mimi ndio mwenye mabenki. Ndio mwenye mabenki. Kwa hiyo mzee, hii ni sheki ya milioni 5. Oho, mashallah. Na hiyo haihusiki na mahari. Haihusiki na mahari. Hii ni kukaribishwa tu nyumbani. Hiyo ni zawadi ya mzee. Kwa ni mzee ambaye nimekuta iko cool sana na binafsi nimekupenda tu gisi ulivyo. Mimi napendwa na watu wote. Ambaye ananishukia labda ana lake tu. Ana lake kabisa. Kabisa. Na nyosha maneno vizuri, umesikia? Ni zawadi ya mzee. Umesikia vizuri? Sikia maneno vizuri. Ongea. Kwa hapo utatoa milioni 1 ya binti. Ndamtolea milioni 1 ya binti. Milioni 1 ya binti. Kwa ajili ya mahitaji yake. Mahitaji yake hata mama yake atayashughulikia hiyo. Milioni yote ni nyingi hizo. Tafanya kitakuwa kwenye miradi. Kwa kuwa kila kitu kipo tayari kama ulivyosema. Ndio. Kila kitu. Niongee na washenga. Na ndugu, japokuwa wazazi wangu wameweza kufariki. Najua, pole sana, nafahamu. Mbalimbali ambao naweza kuarifu kwenye harusi. Wewe usina wasiwasi. Unasikia bwana? Kwanza usiwasumbui watu. Wewe tafuta washenga wawili, wazee wawili. Njoni hapa tumalize kwanza mkakati kwanza wa ndoa. Kwanza ni ndoa. Ndoa ndio msingi wa kila jambo. Alafu nderemwe vurugu zingine hizo zitakuja baadaye. Na hilo ni muda wote. Hata leo usiku ukisema wewe njoo, kesho asubuhi mapema alfajiri njoo. Kama ni saka wewe njoo muda wote. Umekaribishwa kabisa. Hali umesikia? Itabidi anza kukaa na binti yako wewe unaweza kumwelewesha na nini. Mambo kama haya. Hivi hakuna tena kutoka nje. Kama nilivyosema. So, kwa hiyo mzee, naomba ruhusa. Maana kuna kazi ambayo nilikuwa na wayemo. Nikasema nipite nyumbani kwanza. Usina wasiwasi kijana wangu, usina wasiwasi kabisa. Mama Ali, unamsikia kijana? Nimemsikia. Kwanza naongea na utaratibu. Sauti ya chini, nasikia ndio tunaotaka hao. Wenye adabu afu wenye pesa. Inshallah. Safi kabisa, safi. Alafu umesikia marashi yake, umesikia? Dubai ndani. Twende mshikilize kijana wangu. Mashaallah. Safi kabisa. Jikaze. Najua kama umtaki, lakini sasa baba yako ndio kishachukua maamuzi, tunafanyaje mwanangu? Nataka mchumba wangu msimtaki. Mungu nisaidie mimi ya Rabbi. Sikiliza, hakuna kinachomshinda Allah. Kafanya ibada. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kubadili kila hali. Lakini kwa baba yako gisi ninavyomuona, hata mimi sioni kama na kauli ya Rabbal Kaaba ya Rabbi. Wewe Mwenyezi Mungu nisaidie kwa hii hali. Sawa, wewe mwambie Warda asimamie zile kanuni 20 zote. Zote ndio azisimamie. Unajua wewe binti anajua masuala ya biashara sana. Sawa. Tafuna naambia baadaye kisi mambo yale. Alia. Njoo. Uko unafanya nini? Nilikuwa napika chakula. Sawa. Sasa sikiliza binti. Nimesikia ulichomwambia mama yako. Sasa wewe mtoto wewe usije kuletea balaa hapa. Eti umefanya nini? Kuna kijana tuko naye katika mahusiano ambaye tunasoma naye madrasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa mimi nakutoa madrasa kumsoma Mungu na mtume, kwa nini unakutana na vijana? Si ndio mimi nasemaga haya madrasa ya wanawake na wanaume kuchanganya madrasa bala natokea huko. Kwa hiyo mshakushakutana na ustadhi wa madrasa
Ni ustadhi? Huyo ni ustadhi eh? Lakini dada anakuuliza kwanza ni ustadhi au ni mwanafunzi mwenzako? Mwanafunzi. Mwanafunzi. Kwa hiyo nakusifia kote nakusifia kote huko kume uko chini kimya tu. Mnaijana vitu gani? Kuna hadi hivi mnaijana nini? Lakini dada angalau ungemkubali kwa kisa amehifadhi Qur'ani nzima kwa kichwani mwake. Kwa kisa mfanyaje? Amehifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani ni kwenye misabaka. Qur'ani ni kwenye mawaidha. Qur'ani ni kwenye mimbari. Sasa utakula mimbari wewe. Utakula msabaka wewe. Utaishije? Hapo mtandao mnatanganyana. Mnatanganyana hapo. Unaona mimi nakupenda. Juna nini? Mapenzi bila fedha haiwezekani. Mti yangu. Mapenzi bila fedha haiwezekani, uongo. Utalala njama na pili utamvumilia wewe. Nakuuliza utamvumilia? Utalala njama na pili utamvumilia? Au utasema wewe inshallah. Si vibaya, lakini sasa ndio hivyo, lazima usome ramani ya maisha binti yangu. Soma ramani ya maisha, afu changamka. Huyo kijana na kila kitu ambaye nikwambia, kila kitu. Alafu eti unataka kukutana na mtu ambaye hana mbele, hana nyuma, hana tajirani, hana chabazi. Sasa cha mtu kimswala cha utoazana. Eti unataka jiko sauti unampenda. Waulize wazee wakwambie binti. Ongea na mako vizuri, lakini sikiliza nikwambie, nishaona sasa hapo hivyo ndio unaanza kukokotea mabala wazazi, unaanza kukokotea mabala hivyo. Sasa ni hivi, kuanzia leo, kuanzia Isa, kuanzia sekunde hii, hakuna cha madrasa au mamake madrasa. Kwanza swala ya mwanamke ni nzuri hapa ndani kuliko msikitini. Lakini dada, hakuna cha madrasa au cha mamake na madrasa. Nakataa. Staki. Ole wako siku moja ni kuone mtoto tutumii kutoka tucheche pale kwa ile mlango. Utanitambua vizuri. Unasikia? We, usifanye mapenzi yangu kwangu yakageuka kwa silaha. Chezea kwingine, usichezee katika hayo mambo ya hivyo ya heshima ya familia. Hii ni heshima ya familia. Toka! Allah. Naam, bwana Ali. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali shaka? Karibu. Alhamdulillah. Mbona umechelewa? Samahani sana. Hey. Yaani Sheikh Said kiukweli hapa nimekuja unisaidie kitu kimoja. Nini tatizo? Unataka nikusaidie nini mzee? Kiukweli hapa nasikia nachanganyikiwa, kichwa kinanyuma, moyo wangu hauko sawa. Tatizo nini? Mbona nipa pressure? Dada ana tatizo? Sasa yuko sawa. Nini tatizo? Tatizo ni Alia. Alia? Ana tatizo gani? Ana karibu siku 3 simuoni, siongei naye na madrasa haji. Sijui amepatwa na nini. Aidha amepatwa na maradhi, aidha mzee Adnan amemfungia, sijui, yani hapa nasikia moyo wangu uko sawa. Sawa, unahitaji nikusaidie nini kwa huyu muda? Ili mradi wewe moyo utulie basi. Nikusaidie nini? Ndio nimeleta barua hii. Mfikishie ili nione angalau kama atanikumbuka. Nisikie anaendeleaje. Sasa mzee, sikiliza nikwambie. Unajua ule mzee Adnan pale mkorofi. Kusema umemkuta pale ule mzee shekhe, naweza tani kapigwa majido. Sawa. Lakini
Mimi nitatumia mbinu zangu. Sawa? Wewe nipe hii barua, nipe. Sawa? Mimi nitaenda nayo, lakini kabla ya kwenda inabidi kwanza nipite nyumbani, nivae suruali. Maana hapa siwezi nika ndani nimevaa kanzu. Kwanza nikapigwa mashindano nikakosa tagisi ya kukimbia. Kwa ule mzee kisi mimi namuokopa. Sasa nipite nyumbani, nibadilishe nguo nifike naenda. Alafu nitakutana hapa dukani, nije kukupa matokeo. Utakuwa umenisaidia sana chef. Usijali. Usikose kunipa jibu la sivyo sintokuwa sawa. Jibu hilo ndio itakuwa faraja yangu. Usiwe na wasi, mimi nitapambana gisi ninavyoweza, mbinu zangu, hata ikiwezekana kuruka ukuta nitaruka. Lakini jibu utapata. Sawa, kuwa makini. Hapa nimekuacha ni kwenye kazi ndugu yangu. Sawa, usileti stress na kazi. Tutakuja kuharibu. Sawa. Wewe kuwa na amani. Mimi acha niende, nikirudi nitakupa majibu. Sasa na humo ndani kuna liua. Ile kwa jela. Ndio. Oh, basi hamna shida. Yeye ataona yote hivi. Sawa, usiwe na wasi. Jipe amani. Sawa? Usijali chef. Salamu alaykum mzee. Salamu vipi? Salamu. Kijana na wapi? Naam, hapa kwa jirani kidogo. Haujasikia kana muda wa swala. Nakuja alipo nyuma mzangu. Haya inshallah. Haya sawa. Vipi hali yake? Mama yupo? Ameenda madrasa. Mama mzee ananiita tumekutana naenda masjid. Basi hii barua kutoka kwa Ali. Fanya haraka haraka. Ali kule hali halali. Kwa hiyo nasubiri jibu hapa sasa hivi. Haina shida. Wewe tu ndio mbio maana yameenda masjid. Sawa. Haraka iwezekanavyo. Nimekupenda sana, moyo wangu umekusimia na kamwe sitokutenga. Nimekupenda sana, moyo wangu umekusimia na kamwe sitokutenga. Mpenzi wangu, nuru ya macho yangu, tangu ulipofichwa na anga za siku 3, moyo wangu umekuwa kama bahari isiyotulia. Kila wimbi linabeba jina lako kwa uchungu na hamu. Hali yako iko salama ewe ua la bustani, au upepo wa dunia umechokoza majani ya roho yako? Na kuulizia kwa mapenzi yasiyoficha machozi, kwa sababu kutokukuona kumeacha kivuli moyoni mwangu. Usiku hunijia nikiwaza tabasamu lako, mchana hunipitia nikiwa na kiu ya sauti yako. Kila pumzi nayoifuta ni dua ya kukuona, kila mpigo wa moyo ni shahada ya kukumisi. Ewe kipenzi changu, ikiwa umechoka pumzika juu ya jina langu, ikiwa una huzuni ichore kwa kalamu ya matumaini, maana moyo wangu ni hifadhi ya furaha yako. Nimekumbwa na wasiwasi kama ndege aliyepotea njia, nikikutafuta kwenye mawazo, kwenye nyota na mwezi, kwa sababu wewe ni ramani ya amani ya nafsi yangu, na mbali yako roho yangu haijui mwelekeo. Na kuomba uniandikie hata kwa mstari mmoja, uniambie kuwa bado upo, bado unanijua, maana herufi zako ni dawa ya maumivu yangu. Moyo wangu hauwezi bila